Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩramũrĩka rũgano rwa mũndũrũme ũyũ John Wandati wa Marwa. Ũyũ nĩ ũmwe wa andũ arĩa maikarĩte njera mĩaka mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, arorete kũgũtha mĩaka 30 njera. Nilihukumiwa 1992, ndio nilishikwa, nikakuja nikahukumiwa 1994. Kesi ikawa apili imefanya nini, nimetupwa na low court, nikakuja high court. High court naye tena ikadismiss, nikakuja Kenya court ikadismiss, basi nikahukumiwa kunyongwa. Baada ya kuhukumiwa kunyongwa, nikapelekwa paka Kondemwe apili sasa Mei, court of appeal. Nimekaa Kondemwe, nikakuja nikatolewa 03 na President Mwai Kibaki, nikapewa msamaha, nikakuja life. Sasa hivi vile tunavyoongea na wewe, ninasababu kifungo ya life sentence. Mimi sina mtu hata ya miaka 10. It's 20 years and above. But majority ni wale watu wamefungwa maisha, ndio tuko nao hapa. So maximum, ukisikia maximum sentence naye ni maximum. Ona aikarĩte mĩaka ĩyo yothe njera, ũyũ ndarĩ na mũthenya wa kuma njera. Yani hii kifungo ya life sentence haina tarehe ya kuenda nyumbani. Niko na miaka 29, 29. Hiyo ni ile kifungo sasa ile nimesafu. Tangu nishikwe, nihukumiwe, hiyo ndio miaka nimekaa. Sina mwaka ya kutoboa. Kadi yangu imeandikwa life sentence. Ni mambo mengi nimeona. Hapa jela sio lazima upigwe ndio ukufe. Kuna magonjwa. Unaweza kufa kwa sababu ya stress. Hujawahi ingia jela umeshtuka. Haya, ugonjwa unaweza shuka kwa sababu unaona mazingira haya ambayo tunakaa. Ugonjwa ikikuja na mnakaa pengine kwa jela kama watu 3000. Tunaona hiyo tena ni hatari. So ni mambo mengi. Mambo mengi, kuna watu wamegonjeka hapa, wameenda kwa sababu ya maradhi. Wengine kwa sababu ya mafikiria, mtu anasema pengine mimi sikufanya, niko hapa. Mtu huyo anafanya nini? Anakata kamba. So hapa changamoto ni mingi. So wakati mtu amefungwa maisha, wengi wakati wa mwanzo anapopewa hiyo sentence anakuwa depressed, anakuwa ni mtu ni kama amepoteza fahamu, ni kama ame lose hope in life. But with the time, tuko na programs mingi, tuko na elimu, tuko na technical aspects ya training. So wakati tunawapeleka katika different sections za jela kama hii, pole pole mtu anaanza kurudisha fahamu. Pole pole anaona kumbe hii kitu iko, wanaume wenzangu wamekuwa hapa tangu mbele yangu. So prison nasikiaga wakisema ilijengewa wanaume, but ingawa iko wanawake pia. So kidogo akipata hiyo training, anarudi normal, ana accept the situation, anakubali. Leo uteithio waku ũngiuma kũ mũthuri ũyũ? Kutoka serikali ya Moi, Kibaki ndiye alinitoa Kondemwe akaniweka life. Sasa ile msaada naongojea tena ingine, naongojea msaada ya Uhuru Kenyatta kupitia Pof Mercy. Nimewahi kuona Pof Mercy, lakini Pof Mercy wanasema ya kwamba hii makaratasi wanapopelekea president wawezi harakisha yeye kwamba hebu sign hii vitu haraka au watu waende nyumbani. Pande ya jela mimi nimerecommend mambo ya nyumbani, profession iko sawa na kubaliwa nyumbani, kurudi nyumbani. Nimeona wengi sana, wengi wale ambao wamepewa miaka, mtu anasafu na anaondoka anaenda. Wewe unabaki tu pale pale na hiyo kifungo yako ya life. Mara uko hapa, mara uko Kibosi, mara uko Kodiaka, mara uko Shimulatewa, mara uko Kamiti, mara uko Nyeri. Sasa ni kusunguka.
rugano rwake rurekira woira ati ni kuohanagwo maisha na mundu no atũre utoro wake wothe njera ma. Watu bila wanadai kwamba wanaingia jela na wanatoka, sio hivyo bila wanafikiria. Wale ambao wanaingia jela na kutoka ni wale ambao wamepewa miaka. Wewe kadi yake imeandikwa ya kwamba utatoboa muda fulani. Lakini wewe kama umefungwa life sentence, hauna mbele wala nyuma, utatoka namna gani pasipo msamaha ya rais kupitia kwa performance. Tuweze sema jela ni mzuri kwa sababu unakula na unalala. Jela ni mahali umefungwa. Mahali umefungwa kwa sababu ya makosa. Masabuni sasa hiyo ni jukumu imewachiwa sisi. Ni jukumu ambayo zamani ilikuwa ni ya relatives wao. Lakini sasa as the in charge, you are out of your way kuona kama utawasaidia namna gani na sabuni. Like hapa nilipeana sabuni juzi Jumamosi. Mabusu 2,000 na kupatia sabuni, si unajua ni gharama. But we are trying because these are our brothers na ni wa Kenya na lazima waoge wakae mzuri. Thutha wa guikara miaka iyo yothe njera, aumanirie na kuheo giturwa ni thirikari ya njera. Hii nguo ukipewa ni paka lazima uwe tabia yako ni mzuri. Wewe ni mtu tangu ingie jela, rekodi yako sio mbaya. Rekodi yako ni mzuri. Yale maneno ambayo serikali wanasema unafuata hiyo. Hii nguo sasa niko naye karibu mwaka 11. Mimi ni macho ya serikali. Afande huyu kama amepangwa mahali fulani, nafanya kazi pamoja naye. Control wafungwa, kama ni mambo ya kukula, kama ni mambo ya kuenda kupima chakula store, ipelekwe pale jikoni, kama ni mambo ya hesabu, kama ni kwa block huko kufungia wafungwa, ama kama iko shida yoyote ya wafungwa. Mimi nashirikiana na serikali, namwambia hapa iko hivi, hapa iko hivi, hapa iko hivi. Tunafanya kazi pamoja. Na tena hii nguo upande mwingine ukishapewa lazima uwe uko na ujuzi. Mimi sasa hivi tunaongea na wewe na mnaifu, mimi ni grade 1 welder. Najua kazi ya welder, najua kazi ya tailoring. Hizo kazi zote niko na grade 1. So mimi ni fundi. Hata ukiangalia katika ile viti ya bunge, wale wanakalianga, nilihusika pakubwa sana. Thabarĩ yaku ya njera yambĩrĩirie ha mũthuri ũyũ? Kesi ilikuwa ni ya robbery, sehemu za Bungoma huko. Safari yangu ya kuingia jela ilianzia ya kwamba mimi nilishirikiana na wengine ambapo waliwaachiliwa na wengine waliaka. Walikuja wakanichukua, tukaenda tukafanya nini? Tukatekeleza uhalifu. Hiyo ndio chanzo zangu ya kuingia wapi? Gereza. Nĩ araririkana marĩa mothe mathire na mbere tarĩ ira. 1992 nakumbuka mzuri sana nikiwa ninafanya kazi katika sirio ya Kitale kama nyabara. Marafiki. Chanzo ya kukuja jela ni marafiki. Nilikuwa nafanya kazi na nilikuwa na kwangu, nilikuwa na bibi na watoto wawili. Nilipokuwa kazini, wenzangu wakakuja wakanichukua. Wakasema kwamba kuja tuende kazi. Tulipoenda, kumbe ni mambo ya robbery. Tukafika huko, tukanyang'anyana, wengine wakawawa hapo, wengine wakatoroka. Basi mimi nikashikwa. Ile wenzangu nilienda nao kazini hiyo, kuna mmoja alikufa katika hali ya kitendo. Na mimi nilipigwa risasi miguu. Nimekaa kwa wheelchair baada ya miaka ngapi? 3 kama mimi sitembei. Wale walitoroka. Ule alikufia hapo. Wengine wakakuja wakashikwa baadaye. Na wakaunganisha tena watu wengine ambapo hawakuwa kwa hiyo kisa. Kwa hivyo tukaenda tukastakiwa na hii kesi ya robbery. Ilikuwa petrol station ya sehemu ya mahali inaitwa Misiho. Na hapo ndio wenzangu walipikiwa risasi, mimi nikapikiwa risasi, lakini sikukufa. Mungu akasaidia, nikashikwa, nikastakiwa na hii kitendo na wengine
wengine tumefanya kesi, wengine wakakufia remand. Haya, mimi ndio hiyo nimehukumiwa, nikapelekwa low court, nikafanya kesi, nikahukumiwa, nikakuja high court, na wengine wakawachiliwa low court. So tukaenda katika ile ya pili, nikapita high court, nikapita Kenya court. Kenya court ikaachilia mtu mmoja kulingana na makali yake bila alifanya Sasa mimi kesi kanilalia. Utoro wake uthukiire njera. Mimi kama singeshikwa, ningekuwa kwangu nyumbani na familia yangu, ningekuwa nimeendelea kama jamii zingine kule raia, lakini sasa kwa sababu sasa nilifungwa, basi mimi nakaa tu kama mfungwa, na nasiti kuomba Mungu kama Rais Uhuru Kenyatta atanionea huruma, anipe tena chance nyingine, itakuwa jambo la muhimu sana. Kwa sababu sasa unaponiona namna hivi, ule mzee Mwai Kibaki wakati aliingia kwa kiti, ndiye alinipa msamaha, kanitoa kwa ile kamba. Akafanya nini? Alitoa kamba kwa shingo, akafunga kwa mguu. Sasa hapo ndio ujanja ilifi. Sasa huyu mwingine naye Uhuru Kenyatta akiona sasa hii kamba yenye ilitolewa kwa shingo ikafungwa kwa mguu, wacha nimtolee huyu jamaa, basi itakuwa ni jambo la muhimu sana. Na hivyo ndio tunaomba usiku na mchana. Hihi waga kurekererio ukarigiriria atia? Kama sitafunguliwa, basi sasa maisha yangu itakuwa ni ya gereza. Paka hati Mungu atakaponichukua, basi itabidi tu maisha yangu kuwe tu ni ya gereza mpaka dakika ya mwisho. Sikukosewa na mtu, ni makosa yale nilifanya ndio ilifanya nini? Ndio iliniweka hapa. Wakati mwingi sio watu wengi wale wanafungwa maisha watakaa maisha mpaka wakufie jela. Serikali yetu inaangalia mambo mengi, na as a department pia tunaangalia mambo mengi. Mtu akikaa miaka kadhaa, kuna kitu inaitwa power of mercy. Mheshimiwa Rais anaweza wachilia mtu ambaye amekaa jela miaka mingi akarekebika, anaweza achiliwa. So wanakuaga na hiyo matumaini. Familia yangu niliposhikwa, kwanza mwanamke na watoto walipata shida kuhusu mimi, kwa sababu nimeondoka, watoto hawana baba, bibi hana bwana. Jamii yangu wengine kama mashemeji yao walianza kuwafuruga. Mwanamke kwanza akaenda, watoto walichukuliwa na mzazi ambaye ananisaa, amejaribu kulelea mpaka usasa. Huyo mzee ndio anafanya nini? Nategemea. Kuna jamii yangu wengine wameaka dunia nikiwa wapi? Ndani ya gereza. Sasa hizo ndio changamoto nimepatana nazo, na watu yangu wamepatana na hizo changamoto. Haya, sasa hao wanasikianga tu, ama saa nyingine wanakuja hapo wananiuliza ni lini utatoka. Najaribu kuambia hivi karibuni nitakuja, na wapa tumaini. Lakini hiyo ni tumaini tu, yani kuwapa tu tumaini ndio wako na nini? Na moyo ya kukuja kuniona ya kwamba mzee baba angalia ama mtoto yetu ako. Arauga kungihotekeka nikaba gwithema udoro wothe ungikwerekeria njera. Wewe mwenye uko nje usijaribu kufanya makosa ya kwamba atu ndio kuje jela ukule mzuri na ulale mzuri. Afadhali wewe fanya kibarua na upate riziki yako kidogo, hiyo ukule na familia yako ukiwa uko raia, kwa sababu utakuwa uko huru. Lakini hapa jela chakula inaenda na kipimo na hautakuwa na uhuru. So kukuja jela sio mzuri, na usifanya makosa. Kana wananchi mzuri na jamii yako mzuri, ukae mzuri, usikuje jela. Jela watu wenye wanaletwa jela wanaletwa kwa sababu ya makosa. Kwa hivyo wewe ukiwa raia usifanye makosa. Kana raia wenzako mzuri na ukule kile kitoko jasho yako ambao unapata, kuliko kukuja kupimiwa ile kitu ambapo
hata wewe hujatoa jasho, unapimiwa chakula, unapimiwa usingizi, unahesabiwa. Hata pesa kwa benki haihesabiwi kila saa. Hapa tunahesabiwa karibu mara 5. Asubuhi pako uhesabiwe, saa 5 uhesabiwe, saa 7 uhesabiwe, saa 9 uhesabiwe, saa 10 uhesabiwe, saa ya kuenda kulala uhesabiwe. Sasa unaona pesa hata kwa banki inahesabiwa hivyo kweli? Haiwezi hesabiwa hivyo. So kwa hivyo heri kukula kile kidogo yako ya raia na ukae kwa amani, kwa sababu ukifanya makosa hii mambo utakutana naye. Ningependa kusalamia baba yangu Lawrence Matachi Mkoya na bibi yangu Robina na mtoto yangu Moses na mwingine anaitwa John. Napenda kuwasalamia. Mungu akipenda basi tutakuja onana. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.